Bwana tuko nyumbani. Wiper. Nikisema Wiper tumerekebisha kidogo kwa sababu kwa heshima ya vijana Gen Z ambao wameuawa. Sasa chama cha Wiper kinajulikana kama Wiper Patriotic Front. Wiper Patriotic Front. Sema Patriotic Front. Na mwito nikisema Wiper utalipa komboa Kenya. Wiper! Wiper! Brigadi! Wamalwa! Kalonzo! Wanyonka! Matiang'i! Martha Karua! Jimmy Muturi! Watu wote wachangamwe! Maneno ndio hayo. Nikisema naambi ni one term. Si tumeamua? Wangapi wameamua ni one term? Harambee! Harambee! Ili Ruto asikie harambee! Mambo ndio hayo. Kwa hivyo tumeandamana na wenzetu hapa. Mheshimiwa Eugene Wamalwa, mnamtambua si ndio huyo? Wa chama cha DAP Kenya. Alafu tuko naye ndugu Rigathi Gachagua. Na tuko na viongozi wengi. Viongozi wengi nitawataja wengine, nipatie orodha. Niwataje ni wengi sana. Mnataka muwatambue? Nikitaja mnashangilia sio? Tuko na Mheshimiwa Richard Onyonga seneta akiwakilisha ako huko nyuma. Tuko na Mheshimiwa Seneta Enoch Wambua. Tuko na Seneta Dan Wango. Tuko na seneta, hebu nikitaja mtu anakuja hapa kweli. Nikikutaja unaingia hapa kama Wambua. Tuko na seneta Daniel Maanzo. Ako wapi Maanzo? Tuko na spika wa bunge ya Makueni hapo, seneta wa bunge la Makueni. Jana watu wa Makueni walipitisha kwa kauli moja ni one term. Tuko na Mheshimiwa Joshua Kimilu kutoka Kaiti Makueni. Ndiye huyo. Tuko na Mheshimiwa Mwana Mule kutoka Matungulu. Ndiye huyo. Tuko na Mheshimiwa Engineer Zambia kutoka Kilome. Ndiye huyo. Tuko na Mheshimiwa Major Dong ndiye huyo, polepole tu. Major Dong ndiye huyo kutoka Embakasi ya North kule. Tuko Nairobi huyo. Tuko na Mheshimiwa mwingine ingie tu one by one. Victor Munyaka kutoka Machakos Town ndiye huyo. Senator one by one. Senator Murango wa Murang'a ndiye huyo. Tumekuja ama sivyo? Alafu tuko na one by one Mheshimiwa Wandeto kutoka Tetu Nyeri ndiye huyo. Alafu tuko na Mheshimiwa Musili Mawadhe wa Embakasi ndiye huyo, Embakasi South. Alafu wanakuja tu Mheshimiwa one by one. Mheshimiwa Maanzo ndiye huyo. Asante sana. Kijana Mheshimiwa mbunge wa Undanyi, Mheshimiwa Mwashako ndiye huyo. Wataita na watabeta wote hapo. Kuna wakili shupavu Ndegwa Njiro ndiye huyo. Asante sana. Kuna kina mama watakuja, ngoja tu. Majority leader, minority leader kwa National Assembly Mheshimiwa Robert Boy wa Kadhiani ndiye huyo.
Alafu kuna kina waheshimiwa kina mama na wajomba. Mheshimiwa Richard Onyonga ataongea. Mheshimiwa wako kule. Mheshimiwa Jessica Mbalo ndiye huyo. Tulishinda kwake jana. Alafu huyo anakonana anaitwa Kala, Mheshimiwa Kala kutoka Machakos. Alafu tuko na Mheshimiwa Susan Kiamba, ako wapi Kiamba? Haya Mheshimiwa Kakuya kutoka Nairobi vile vile Kasarani. Keni Babu ako wapi? Keni Babu Jensi kutoka Kisumu. Ndiye huyo. Huyo anaitwa Profesa Kaloki, ndiye huyo kutoka Makueni. Huyo kijana anaitwa Denzel Washington kutoka Nyali. Tunaelekea kwake. Take it easy. Kabwela, siakuja hapo mwonyeshe shida yake ni nini. Ngoja, wachana naye. Apitie tu pole pole. Ngoja tu. Jensi Aisha kutoka Kwale ndiye huyo. Asante. Easy. Unajua tu hatuko watu wa fujo. Haya. Hata yana wewe sema one time. Haya teremka chini. Asante. Haya. Jamaa. Alafu tuko na ndugu Cleophas Malala Senator. Leo. Alafu tuna mama Kasheri County Women Rep wa Kirinyaga. Ukimwangalia vizuri anaweza kupatia telephone number. Asante. Alafu tuko na I don't want to leave anybody behind. Mweka bidii sana. Senator Onyonga atakuja nipatie microphone awasalimie. Senator kuna Chalo pale Chalo. Chalo na wewe huko sio? Wewe Chalo sema one time. Asante Senator Onyonga. Hamjambo. Salimie hivi. Ningependa kujitambua, mimi naitwa Richard Onyonga, Senator wa Kisii County. Kwanza asante kwa kutukaribisha. Nimeleta salamu za CS Fred Matiang'i, msalimie hivi. Tumekubaliana kufanya kazi na hawa wazee na ile timu ambayo iko hapa. Haja yetu tuhakikishe kuwa Kenya iwe nchi ambayo tunaishi kama ndugu na dada, ambayo ni nchi ambayo yenye heshima, ambayo ni nchi tunawacha wizi wa rasilimali ya wananchi. Mmekubaliana na mimi? Harambee! God bless you all. Thank you. Senator Kio, tafadhali 1 minute. Vile. Senator Kio. Mumeona Kalonzo. Anakaa president. Mumeona Rigiji. Mumeona Amalwa. Na mumefurahi. Nipatie Wiper. Haya bwana, sasa maneno mawili tu. Ya kwanza, nyinyi nawashukuru sana kujitokeza kwa wingi. Hapa ni Mombasa hapa. Na nyinyi mmeamua ni one time. Mtaongea kwa sauti Ruto asikie. Nipatie Ruto one time. Harambee! Ruto ende asiende. Kasongo ende asiende. Ruto one time.
wakati wa kukomboa Kenya umefika. Na wale viongozi ambao mnaona mbele yenu siku ya leo, huu ndio uso wa serikali ambayo inakuja. Nyinyi mnasemaje? Mnasema ni sawa? Sasa nataka tuambie Ruto akiwa Nairobi, yote yawezekana bila Ruto. Yote yawezekana. Yote yawezekana. Yote yawezekana. Yote yawezekana. Harambee! Thank you. Harambee! Sana. Kabla kuwakabidhi wenzangu, naomba nizungumze na watu wa Changamwe na watu wa Mombasa. Kwanza kabisa, tumepata habari kwamba Ruto anataka kuuza poti yetu ya Mombasa. Mtakubali afanye hiyo? Wangapi wanasema hatutakubali mambo hayo? Kumbukeni walijaribu kuuza International Airport, Jomo Kenyatta International Airport. Mimi na mwenzangu hapa tulienda kwa mahakama, Eugene Wamalwa na wenzake, tukasimamisha mambo ya ndani. Kumbukeni ya ndani. Pengine sasa kunatoka watu kutoka Abu Dhabi wanataka kwa siri wanyakue port of Mombasa. Wangapi wanasema tumekataa? Wangapi wanasema tumekataa? Ikifika wakati ambapo wananchi wa Kenya zote tukizungumza kwa waziwazi, tutakubali iwe a free port, we shall do it, because I once said that under the 24-hour economy, we would want a free port arrangement in this whole port of Mombasa, in Lamu na kwingineko, lakini sio kwa njia ya kuuza port kisirisiri. Tumekataa Kenya kwanza, tumekataa William Ruto. Wangapi wanasema wao ni one term? Sema one term. Hii ni sababu moja wao waende nyumbani. Sababu ya pili, tuwakumbushe katiba ya 2010 inakupa wewe uwezo, mwananchi wa Changamwe Mombasa, kuzungumza bila uoga, bila kuwa atutananyanyazwa. Na ndio naona hata askari polisi wameelewa siku hizi. Wao wenyewe payslip yao haina pesa ya kutosha. Nusu ya ushuru wale wanalipwa kila mwisho wa mwezi, ni karibu nusu yote inaenda na serikali ya William Ruto. Kwa hivyo timu hii iko na nia ya kuregesha heshima ya payslip, na tunasema next time askari polisi ukitumiwa kupiga Gachagua tear gas ama Wamalwa tear gas, kwanza angalia payslip yako inakwambia nini. Ukiangalia uone payslip inalia, uone watoto hawezi kwenda shule kwa njia ya heshima, uone kwamba chakula hata kumeza kuleta kwa meza ni shida, hiyo tear gas tupa mbali, badala ya kutupia wangwana ambao wanataka kukuokoa. Wangapi wanasema kila mtu anataka kuokolewa Kenya hii? Wangapi wanasema lazima tukomboe Kenya safari hii? Tena kutakuwa na wizi tena. Wizi wa kura mambo yake kwisha. Nataka tuangazie kwamba hii timu tunajua vile wanavyofanya. Kwanza utaambiwa na Rigiji, si alikuwa ndiye mkubwa wa Ruto, ndiye anamuonyesha je ya kufanya. Secretary General wa UDA mwenyewe ako hapa, anaitwa Cleophas Malala. Sasa kama samaki wanatoka kwa ziwa wanarukaruka, wanasema unajua nini, ile crocodile tumeacha kule imeoza, si utakubali? Kaza samaki wametoka, wamesema hii yenyewe mamba imeoza. Kwa hivyo serikali ya UDA imeoza, wananchi wamechoka. Sasa wameamua kuonga watu, kwa sababu wameona watu wamewawacha, wametawanyika kila mahali Kenya hii. Wanaenda kupeleka 10 million shillings kwa kila constituency. Jana kwa mfano Kindiki alikuwa Machakos, leo ako Masinga. Wanaenda wanatoa 3 milioni ya Ruto, 2 milioni yake mwenyewe.
alafu maspika pale ambia toa shilingi 20,000 atu anafanya women empowerment. Tumeambia watu wetu, hiyo ni pesa yenu, hiyo ni ushuru wenu, kuleni na alafu museme one time. Kwa sababu wao wenyewe walisema Harambee ati imekwisha. Now wameona they have to go and bribe the country and must. Yani kuonga, hata wakionga nani, Wakenya wameamua wao wataenda nyumbani. Hata wanaona 2027 iko mbali sana. Si ni kweli? Lakini tutaweka bidii. Kila polling station Kenya hii ni 46,000. Tutahakikisha vijana Gen Z wenyewe kila kituo kinasimamiwa na Gen Z. Watasimamia Gen Z na wakimaliza kura kwa hesabu hapo mara moja zinapelekwa to the presidential tallying teller, centering center. Hatutapeleka Bomas. Tena Bomas Ruto anajenga huko hoteli yake. Tunaelewana? Hatuna imani na hiyo mambo ya Bomas. Kabla ya saa 2 mchana siku ifuatayo tutakuwa tumepata matokeo kwamba jamaa amekuwa one term. Wangapi wanaamini itakuwa namna hiyo? Lakini lazima tujiandae na sisi wananchi, tusiwe na uoga. Vijana wetu Gen Z walitoa maisha yao, wakaenda wakavamia bunge wakitaka kuwapatia wawakilishi wao angalau memoranda, badala ya kungojea watoto wanaingia ndani ya tunnel. Ule bunge kuna tunnel ya kujificha, wakatorokea kwa tunnel. Waliosalia kule ni wana Wiper, wana DAP na wale watu wengine wa Munyoro, kwa sababu wao walikuwa tayari kuchukua memorandum ya vijana. Vijana hawakuwa na nia mbaya, walikuwa wanabeba bendera ya Kenya, chupa ya maji na simu peke yake. Hiyo ni silaha kweli? Kwa hivyo kwa nini walikuwa wanaogopa? Tunasema hivi basi kwa heshima ya watoto wetu wa Kenya Gen Z, tarehe 25 mwezi huu, siku ambao walienda bungeni, itakuwa public holiday. Wangapi wanakubaliana na sisi? Kwa hivyo sisi tuko hapa, tunasalamu kwa watu wanaendelea, watu wanangojea wawache Ruto na mapesa hiyo yote. Tumesalimua na kijana anaitwa Jicho Pevu. Mnamjua Jicho Pevu? Wangapi wanajua Jicho Pevu? Amesema ako njiani, hata ujiunga vile hao wengine wametoka huko. Na yeye peke yake alichaguliwa na UDA hapa Kisauni, sio? Ama wapi Nyali. Yeye mwenyewe atajiunga na team na amesema tulete salamu zake. Wangapi anasema tuchukue salamu, wanachukua salamu. Kwa hivyo Bwana Munyoro atamalizia, ngoja huyu ndugu Eugene. I think after we are through, mama moja ongee. Why don't you come nearer? Patia microphone mama wale. Mama ataongea. Mama kutoka Kipipiri ametoka mbali sana. Ana microphone. Patia mama Muya. Wande toka mtapatia. Wande. Amepata microphone. Haya. Changamwe oi. Thank you. Changamwe oi. Hapa ndio Changamwe. Nasikia nyinyi mtakagi mchezo na mtakagi ujinga. Hata mimi nilijisa kagi ujinga. Na mimi ndio dawa ya kasongo. Si mnajua? Si mnajua? Mnajua chama changu kinaitwa DCP, si mnajua? Mnajua alama yake ya kusikiza nini? Nikisema DCP mnasema sikiza ground. DCP. Sasa ground ya Changamwe inasema nini? Ati Changamwe mnasemaje? Ati Changamwe mnasemaje? Changamwe mnasemaje? Harambee! Wewe William Ruto, wewe Kasongo, wewe Kaongo, wewe muongo, wewe mtu ya kutenga, wewe mtu ya kubeba Wakenya wafala, wewe umeharibu uchumi, wewe unataka kuuza poti ya Mombasa. Kasongo aende asiende? Kasongo aende asiende? Wangapi wanasema Kasongo aende, Kasongo aende?
Unajua huyu Kasongo anajua kutengeneza narrative ya uongo. Amekuwa akizunguka Kenya ati kusema Rigiji ni mkabila, ati hawezi toka kwa mlima. Hapa ni mlima, hapa ni Kiambu, hapa ni Kirinyaga, hapa ni Nyeri, hapa ni Embu, hapa ni Meru, hapa ni wapi? Rigiji amefika hajafika? Ako na wafuasi, hana wafuasi? Wacha nione wafuasi wa Rigiji, wafuasi wa Rigiji. Wewe Kasongo, wewe Kasongo, wewe Kasongo, wewe Kasongo, aende wapi? Aende asiende? Aende asiende? Ameharibu uchumi hajaharibu? Amekula kitu hajakula? Anatupangia mabaya hatupangii? Mnaweza kuberia hii mtu arudi? Mimi nauliza watu ya Changamwe, kama hii mtu amepinduka, amekuwa mnyama, ameiba kila kitu first term na anataka kura zetu, tukifanya makosa tumrudishe, si Kenya itaisha? Mnaweza fanya hiyo makosa? Mnaweza fanya hiyo makosa? Mtaamuka mapema tufukuze Kasongo? Mtaamuka? Saa ngapi mtaamuka watu ya Changamwe? Hadi saa ngapi? Hadi saa 10? Mtachelewa. 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 Saa ya kufukuza Kasongo ni saa 7 usiku. Harambee! Harambee! Tumeungana na huyu kiongozi anaitwa Kalonzo Musyoka. Tunatafuta serikali pamoja. Mnatunga mkono? Sasa Ruto halali. Yeye akisikana na Raila anasema ni kuunganisha Kenya. Mimi nikisikana na Kalonzo na Wamalwa anasema ni ukabila. Mkabila ni nani Kenya? Mkabila ni nani Kenya? Katika parastato ya Kenya 250, 92 CEOs ameweka hatu kabila yake. Ni mkabila si mkabila? Tena amepanga serikali, akipea mtu mwingine kazi anaweka deputy mtu yake. Yule Inspector General of Police ni Flower Girl, hapo nyuma yake ameweka mtu ya kabila yake anaitwa Eliud Langat. Pale National Treasury anadanganya John Badi ya minister, anaweka PS anaitwa Chris Kiptoo. Pale Central Bank amedanganya mtu anaitwa Kamau Thuge, ni governor wa Central Bank, chini yake anaweka mama anaitwa Susan Koech. Pale Ministry of Agriculture anaweka Mutahi Kagwe, hapo nyuma yake anaweka PS anaitwa Engineer Rono. Pale Ministry of Water anaweka minister anaitwa Mureithi, nyuma yake anaweka Korir. Ni mkabila si mkabila? Ni mkabila si mkabila? William Ruto is the most deceptive tribalist since the independence of Kenya. Ni mkabila si mkabila? Alafu yeye anaita sisi wa kabila. Ni vile ukiwa mwizi unaanza kusema yule mwizi na wewe ndio nini? Ni mkabila si mkabila? Wewe William Ruto wa Kenya wamekujua, na wa Kenya watakufukuza asubuhi mapema. Yeye unajua alikuja kwetu akatudanganya na Biblia. Alikuwa anasema ati Mwathani ya Wosho. Alikuwa hata anaiba nyimbo zetu na kula mahindi na viazi. Ndio tufikiria ni mmoja wewe. Sasa nimeona kwa Raila anakula omena. Hii mtu ni mtu deceptive. Akija Ukambani anasema leta Modokoi, atadanganya Wakamba. Sasa mimi nauliza wewe William Ruto, hawa Kalonzo na watu yake na sisi we are cousins, kweli ama uongo? Sisi ni makuzo. Wewe William Ruto, mambo ya familia unaingilia wapi? Wewe unataka kuingia katikati yangu na Kalonzo, sisi ni cousins. Wewe kwenda tafuta kazi ni yako Raila huko mkae na yeye. Harambee! Harambee! Kasongo aende asiende? Hii Mombasa tunataka tushikane na Kalonzo. Pia sisi tutafute governor wetu ambaye ako kwa mlengo wetu. Changamwe mko? Nyinyi mmekuwa mkipoteza kura yenu. Huyu Raila anakuja anakoroga nyinyi, mnamuongeza kura. Akipita anaenda kwa Kasongo, anawacha nyinyi kwa mataa. Watu ya Mombasa tutatafuta governor wa mlengo wetu ambaye tutaunga mkono. Harambee! Unajua mjinga akierevuka
Mjinga akiarevuka, tumearevuka hatujarevuka. Sasa sisi makuzo tupange mambo yetu. Si ndio? Makuzo tupange mambo yetu. Makazi ni wakiongea iko makosa. Wakipendana iko makosa. Wakitafuta serikali pamoja iko makosa. Wakitafuta gavana yao iko makosa. Wakipiga kura sanduku moja iko makosa. Wewe ukikasirika makazi ni wanaongea meza mwembe. Si ndio? Wameza nini? Wameza nini? Nyinyi mmetumia sisi vibaya miaka mingi. Si ndio? Huyu Kalonzo Musyoka na jamii yake wametumiwa na Raila vibaya miaka mingi. Kweli ama uongo? Huyu William Ruto ametumia mimi na watu ya Mlima vibaya. Kweli ama uongo? Sasa wale watu walitutumia vibaya, Kasongo na Raila wameshikana. Na sisi watu ya kutumiwa vibaya na sisi tumeshikana. Tumulikane, Huyu Kasongo tumusukume. Tusukume Kasongo. Tusukume Kasongo. Wangapi wanasema tusukume Kasongo? Ya mwisho watu ya Changamwe. Vile nimekuja hapa. Wacha nichanue nyinyi kidogo. Nichanue nyinyi. Nimchanue. Hii Kasongo ameiba pesa mingi sana. Anabeba na magunia. Hii pesa hawezi kula peke yake. Kwani yeye peke yake ndio na tumbo. Sasa alikuja pale mlimani tukampangia. Si yeye anapenda mkutano kama hii. Tukaweka bei. Tukasema si ni mtu ya uongo. Kusikiza uongo bei yake ni kali. Si ndio? Wani utasikiza uongo tu bure. Utasikiza uongo bure. Tukasema pale kwetu kusikiza uongo ni 1000 ngapi? Lakini hapa kwa sababu ni city hawezi kuwa 2000. Unajua bei ya Gechagi sio ya town. Kweli ama uongo? Bei hapa ya kusikiza uongo tuweke 1000 ngapi? Ngapi? Tuweke ngapi? 5. Wale wanasema 1500 kusikiza uongo ya Kasongo. Haya. Pale kupiga makofi tukawekea 1000. Bei ya kupiga makofi ya seta itakuwa ngapi? 2000? Haya, hiyo ni 7000. Ya kucheka tukawekea 500. Watu ya seta ya mwezi cheka bure. Mtawekea bei gani ya kucheka? 1000. Kwa hivyo mkutano ya Kasongo kuingia kusikiza uongo, kupiga makofi na kucheka hapa Mombasa sete ni shilingi 8000. Kasongo anyolewa sinyolewe? Anyolewa sinyolewe? Unajua tunasema ndovu hawezi kufa na pembe. Lazima ungoe pembe ingolewe isingolewe. Ndovu izikwe. Lakini hiyo pesa ya Kasongo uchungane naye. Iko na demu ya Jenzi. Si aliwa Jenzi wakiwa na hii soprano. Sasa hiyo pesa ni ya kukuliwa hapa town. Usipeleke nyumba, usilipie mtoto school fees, usinunue kuku, usilipie mtoto shule. Hiyo kama unatafuta 1-2 ya kutafuta usingizi ni sawa? Hiyo ni sawa? Ya kutafuta usingizi. Ama kama uko na deni ya Shylock, ulipe na hiyo pesa ya Kasongo aende asiende. Ni muongo si muongo? Mtakubali uongo yake? So mimi sasa tukiwa na hao viongozi nitakuwa hapa Mombasa. Na mimi sitoki hapa sasa. Mimi nitakaa hapa vile nimekaa Mlima. Nikae miezi ngapi? Lakini mwezi 2 nitakaa na nani? Si nitaumia? Mtanipanga? Mtapanga vile nitakaa hapa? Harambe. Niko hapa na hii kijana anaitwa Clio Malala. Changamwe oye! Mimi nataka kuwakumbusha mwaka moja uliopita hapa Mombasa nilikuwa nafuatilia maneno yenu. Wakati walileta finance bill, nyinyi mlijitokeza kwa wingi. Watoto wenyu wengi waliwawa, wakapigwa marisasi, wakaabdaktiwa. Hiyo ilibidi Mheshimiwa Raila Odinga na Ruto wakae pamoja. Wakasema kwamba ile aim ya kukuja pamoja kwamba Gen Z wale ambao waliwawa ni lazima watapewa compensation. Hadi sasa hivi ile compensation
ambaye Gen Z wamepewa ni Raila kuappoint yule mtoto wa ndugu yake Oburu Odinga kama advisor kule State House. Ile compensation ambaye Gen Z wamepata ni Raila kuappoint Minister of Treasury na Minister of Energy watoto wao kutoka kule nyumbani. Jameni, tumefika tena mwaka wa finance bill. Na mimi nataka kuwachanua hii finance bill ambayo iko sasa hivi iko na mabaya kuliko ile ya last year. Kwa hii finance bill wameweka ati kwamba mtoto akizaliwa wewe mzazi unaanza kumlipia ushuru wakati mtoto anazaliwa. Kwa hii finance bill wametoa mambo ya zero rating, wametoa vifaa zote na bidhaa zote ambazo Uhuru Kenyatta alikuwa ameweka zero rating. Kwa mfano, kwa madawa wameongeza ushuru wa 16% kwa madawa, ilhali VAT haikuwa kwa madawa. Wameongeza pesa kwa mikate na kwa maziwa 16%. Mimi nataka kuwaomba tafadhali vijana, tusiseme tu Kasongo must go, tungoje 2017. La, hii finance bill ni lazima tuiangushe tena. Hakuna kuongeza ushuru kwa mtu yoyote hapa. Mwisho kabisa, mimi nimekuwa katibu mkuu wa chama cha William Ruto. Huyu Rigathi amekuwa deputy president and deputy party leader wa chama cha William Ruto. Tuko hapa ndani kwa gari na Mithika Linturi ambaye amekuwa Minister of Agriculture. Mtu asiwatishe Mheshimiwa Kalonzo, mtu asiwatishe ati huyu William Ruto ataiba kura. Huyo mtu, wale watu walikuwa namsaidia kuiba kura wako hapa sasa. Huyo mtu haelewi kuiba kitu yote bana. Wacha niseme nisiseme, nitoboe nisitoboe. William Ruto ile kitu anajua kuiba ni pesa peke yake. Mambo ya kura hajui kuiba hiyo mambo. So sisi tunawahakikishia kwamba yale mabaya ambayo William Ruto amefanya, ameenda kule mkoa wa Magharibi, ameuza viwanda zote za sukari, ameuza Nzoia, ameuza Chemelil, ameuza Mumias, ameuza Miwani, ameuza zote. Amekuja hapa Nairobi, ameuza Bomas of Kenya, anajenga hoteli yake hapo Bomas. Ameenda kule Ngong Forest, amechukua 3000 acres, ameweka hoteli yake pale. Ameenda Masai Mara, amechukua 30,000 acres ya kule Masai Mara. Nasikia anakuja hapa Changamwe Oil Refinery, ati anapeana kwa kampuni ya nje, kumbe ni mashamba ya Changamwe Oil Refinery anataka kupeana. Mimi naomba viongozi wetu, Mheshimiwa Kalonzo, Mheshimiwa Rigathi Gachagua, mimi nawaomba tafadhali, huyu jamaa akishaenda nyumbani one term, ni lazima mfunge jela, aregeshe mali ya Kenya. Wangapi wanasema tufunge huyo jamaa jela? Na mwisho, chama changu mimi ni deputy party leader wa chama cha DCP. Nikisema DCP mnasema sikiza wa Kenya. DCP, DCP. Nikisema William Ruto mnasema one term. William Ruto, William Ruto. Asanteni sana. Tuko na kijana moja hapa ambaye hanyoi, anaitwa Senator John Medho kutoka Nyandarua. Mombasa oye! Mombasa oye! Wacha niwachanue watu wa Mombasa. Unajua William Ruto ako State House, anaangalia vile tunafanya maneno hapa. So mimi nikisema Harambee, useme wanta mkubwa, kama anakunywa uji asikie inaoja busaa. Harambee! Harambee! Aende asiende! Unajua Mheshimiwa Rigathi Gachagua amewaambia, Mheshimiwa Kalonzo Musyoka amewaambia, vile William Ruto amebeba watu wote ujinga,
Mimi mwenyewe nimeangalia ati William Ruto alitembea hapo Mombasa, akakuja Changamwe, akaenda Kisauni, akaenda Likoni, kutafuta mtu mmoja mwenye amesoma ampatie hapa port akuwe managing director. Akatafuta Mombasa akakosa, akaenda Taita Taveta akakosa, akaenda Kilifi akakosa. Akaona hiyo mtu mwenye anaweza patia ni ndugu yake mdogo anaitwa Captain William Ruto. Kasongo hata Juali Kasongo gai hata wewe Kasongo aende asiende. Mheshimiwa Kalonzo Musyoka, watu ya Mombasa wamesema William Ruto ni one term president. Ni one term mama, si one term. Na yeye anasema anataka term 2. Kama anataka term ya 2 na anataka term ya 2 lazima apate, lazima amalizie jela. Afungwe asifungwe. Afungwe asifungwe. Ni mwizi si mwizi. Mwisho Mheshimiwa Kalonzo Musyoka, huyo William Ruto pale Mount Kenya tukiongozwa na Mheshimiwa Rigathi Gachagua, sisi ndio tuliweka yeye kuwa rais wa Jamhuri ya Kenya. Kama tunajua kujenga, tunajua kubomoa. Ni kweli ama si kweli? Kama tulijenga na mwaka 3, tutabomoa na siku ngapi? Tubomoe tusibomoe? Wacha niona watu wanasema tubomoe tubomoe. Asante. Changamwe hoye. Leo nataka niwaambie jambo moja. Wanasema mbiu ya mgambo ikilia kuna nini? Leo tumekuja hapa kuwapa habari watu wa Mombasa. Miezi kadhaa iliyopita tuliambia Wakenya ya kwamba William Ruto anauza Jomo Kenyatta International Airport kwa mtu anaitwa Adani. Tukawaambia anauza KETRACO, ile kampuni yetu ya stima. Wakenya wengi hawakuamini. Lakini baadaye Ruto mwenyewe akaanza kusema hata huyo Adani si mbaya, ametengeza sijui India, atatengezea hapa. Sisi tukamwambia Adani ni mwizi, amefukuzwa kule Sri Lanka, amefukuzwa huko Sydney, hata kwao India amefukuzwa. Baadaye tukaenda kotini tukamsimamisha. Leo twaja Mombasa kuambia watu wa Pwani. Tumemsikia Ruto akiongea na viongozi wa Pwani wiki hii imepita. Amewaita kwenye Ikulu na amewaambia bandari ya Mombasa yatupa bilioni 6 peke yake. Haitoshi. Hii bandari inaweza kutupa bilioni 60. Na tukaanza kuona ile dalili. Wanasema dalili ya mvua ni nini? Yani wanasema fisi akitaka kula mwanawe kwanza anamwambia anaanza kunuka kama mbuzi, si ndio? So William Ruto ameanza kuonyesha wazi ana mpango na nia ya kuuza port yenu ya Mombasa. Na tunajua ile deal alipanga na Adani, alipangia kule Dubai. Hii deal pia amepanga akiwa Abu Dhabi, anauzia Waarabu port yenu na hajawahusisha ninyi watu wa Mombasa. Amewauliza kweli? Kwa hivyo tuambia bwana William Ruto, as we told you about Adani, tukiwa hapa Changamwe Mombasa tunakwambia ukijaribu kuuza hiyo port ya Mombasa bila idhini ya watu wa Mombasa na watu wa Kenya, haki ya Mungu tutakusimamisha mahakamani. Sawa sawa? Mnakubali tumsimamishe? Kalonzo nami ni mawakili, tumesema tuko tayari. We have evidence. Ile Ruto tayari ashapanga njama ya kuchukua hii port. Na sio tu bandari ya Mombasa. Watu wa Pwani akimaliza na bandari ya Mombasa, hata ile ya Lamu, port ya Lamu hako anaipangia. Wakenya wengi wamepoteza imani na huyu mtu aitwa Ruto. Utafiti umeonyesha juzi 75% ya Wakenya hawana imani na serikali ya Kenya kwisha. Lakini tumetembea huko Western yote, tukiwa na ndugu yangu huyu Senator Onyonka, tukiwa ndugu yangu Cleophas Malala, kutoka Kisii hadi Kitale, kaunti zote hizo watu wamepoteza imani na hii. Wamesema Ruto ni one. Tumetembea Ukambani, Kitui, tumekuwa kule Machakos, Makueni jana. Ukambani wamesema Ruto ni one. Mmesikia Rigijia akisema Mlima yote 10 counties wamesema Kasongo ni one. Tumeambiwa hapa Mombasa tu ndio ninyi hamjaamua. Changamwe mumeamua? Mumeamua hamjaamua? Mumeamuaje? Ruto, Zakayo, Kasongo, hebu nione mikono unasema acha. Ni sababu tusema hivyo, huyu jamaa alikuja akisema yeye ni mtu wa bottom up.
mkafikiria atainua watu wa chini, mama mboga, boda boda, akasema eti pesa mfukoni. Kile hakuambia watu wa Mombasa ni mfuko wa nani. 2023 akatoa pesa kwa mifuko yenu akaongeza ushuru. 2024 akatoa pesa mifukoni mwenu akaongeza ushuru. 2025 imebaki karibu wiki mbili hivi, anataka kuongeza ushuru tena. Leo tuko hapo kuomba watu wa Mombasa mjiunge na hii timu, twende tukomboe Kenya, na the only way ni kuambia William Ruto aende wapi? Kasongo asonge wapi? Mtajiunga nasi jamani? Tumalize ufisadi, tumalize wizi. Na leo nataka niwaambie, katika bara la Afrika, yule rais ameorodheshwa juzi kuwa mfisadi kuliko marais wote, anaitwa William Samoei Ruto. Dunia nzima ameorodheshwa kuwa the second most corrupt president globally. Yule anamshinda tu ni rais wa Syria aitwa Assad, na Assad ametumiliwa ameenda. Kwa hivyo rais wenu wa Kenya ndio nambari 1 dunia nzima mfisadi kabisa. Ninyi mnakubali huyu mwizi mfisadi aendelee kuwa rais wenu? Mumesema aende asiende? For corruption to end in Kenya, Ruto must. For tribalism to end in Kenya, Ruto must. For plunder of public assets to end, Ruto must. Asante, Mungu awabariki. Mumesikia Wachangamwe. Nataka ni washukuru sana coordinator wetu wa chama mama, nilimuona mama, nilimuona mahali kwa ako wapi wewe mama Millicent, mama Millicent, hata aliingua kwa pikipiki. Tumpigie makofi mama Millicent. Lakini nataka kwa niaba yake na mama Mheshimiwa Wanjiku Muhia kutoka Kipipiri, amejaribu kufika Mombasa. Thank you. Changamwe hoye! Changamwe hoye! Sisi sauti ya kina mama tunasema Ruto ametoa linda mama akaweka linda ng'ombe. Hapa Changamwe ni akina mama wako na ng'ombe ni wangapi? Kuna akina mama wako na ng'ombe. Mama mwenye ng'ombe hapa Changamwe mkono juu. Mama hana ng'ombe mkono juu. Kwa sababu ya kutoa linda mama tunasema Ruto must. Kwa sababu ya kuharibu masomo tunasema Ruto must. Kwa sababu ya ufisadi tunasema Ruto must. Na kina mama ndiye kiboko yao. 2027 Ruto ni one term, one way. Thank you so much. Ngoja tumsikilize Mheshimiwa Wandeto kutoka Nyeri Tetu. It's almost there, Mheshimiwa Wandeto. Nangetaka Mwafrika na wewe uzungumze. Changamwe! 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 Kwanza nawaletea salamu kutoka Nyeri. Pale sisi tunasema ninataka kuachanua kidogo, kwa sababu sisi tuko na experience ya huyu Kasongo. Kwetu alikuwa amepiga kambi wakati wa ile uchaguzi ingine, mpaka akatuambia hata tutiadikiane mahali yeye ni mcha Mungu. Lakini baada ya mwaka mmoja akatuacha kwa roundabout, akatukuza mtoto wetu Rigathi Gachagua. Mimi nataka kuwapa onyo, huyu Kaongo ni muongo kabisa, mnanisikia? Kwa hivyo akikuja kwenu na mambo ya broad base mkatae. Mumwambie nyinyi mnataka one, mwambie mnataka one. Asanteni sana. Harambe. Thank you. Harambe. Asante sana. Mheshimiwa Mwafrika ni mjumbe wa Roysambu Nairobi. Kwa niaba ya watu wa Nairobi sema jambo, ama Mheshimiwa Gakuyu hajaongea kweli all the way. Haya, watu wa Changamwe harambe. Okoa pestri, okoa barabara, okoa hospitali, one time, okoa elimu, one time. Harambe, harambe. Asante sana watu wa Asante Changamwe. Mheshimiwa Gakuyu kutoka pia Embakasi. Wabu wenu ndio hawa. Gakuyu, thank you.
Haya, changamua sasa, munua mkono tusalimiane hewani. Haya, mpokee salamu kutoka Nairobi. Mshapokea? Basi huu mnaita Kasongo, mimi namuelewa vizuri. Kule kwangu amepora eka 1,000 ya kaunti ya Nairobi kule Ruai. Uhuru akarudisha, yeye amechukua kibali, ameiregesha kwake. Hiyo ndio shamba ya kwanza, tutanyang'anya yeye serikali ijayo. Tunakubaliana? Amerudi, amepomolea wa Nairobi manyumba kwa kote area za maji. Yeye anataka kujenga manyumba yake inaitwa affordable housing, kule amepomolea watu manyumba. Ni kama wale ambao wamepomolea ni wa Somali, anajengea wa Kenya. Tunamwambia wewe William, kwanza uweze kukubali kwamba utimize ahadi ya mahakama. Mahakama ilipeana ahadi kwamba watu walipo lidhaa. Wewe hujalipa wenye manyumba, ulipomolewa. Kabla ujenge manyumba, lipa wenye manyumba pesa yao. Huyo mtu, unajua historia ya Weston alipora. Sasa hivi anasema Weston ilipwe pesa. Tunasema kama kuna mtu wa kupora mali, huyu ni namba 1. Umesikia amepora msitu wa Nairobi wa Ngong, amepora msitu ekari zaidi ya 2,000, anajenga mahoteli. Utaruhusu Mkenya namna hiyo? Mumeona yeye akipiga marisasi watu kule Kipsigis, watu watoka kwa mashamba. Sasa tamaa ya rais kama hiyo, tunasema muhula ni 1 na hakuna 2. William, one term. Asanteni watu wa Mheshimiwa Robert Mbui, mjumbe wa Kadhiani na Deputy Minority Leader National Assembly. Pengine Njiru atakamilisha. Na leo tunataka maaspirant wote wajue kumekucha, hawa kina Kyalo na wale wengine. Leo tumekuja mtusikilize, ndio mupange vizuri. Kyalo hoye! Aspirants wengine kama Kyalo hoye! Asante. Watu wa Changamwe hoye! Tunasema harambee! Na nimeona one time imeingia. Your Excellency, mimi ningependa kusema kitu moja tu, lakini kabla niseme ningependa kuwafunza salamu ya chama cha Wiper. Mnajua jina ya chama imebadilika, tunaitwa Wiper Patriotic Front. Na tukisema Wiper sasa tunasema Komboa Kenya. Wiper! Komboa Kenya. Asante sana. Your Excellency, nimeona vijana wamekasirika. Hata kwa mtandao nimesoma moja amesema ati Mr. One Term anapatiwa mawaidha na Mr. No Term akiwa ameshikana na Mr. Half Term. Ati wanamwambia atapata second term. Lakini wa Kenya wamesema hii yao ni end term. Your Excellency, unajua jana, na ningependa kusema sababu Rigathi yako hapa. Rigiji ametukanwa sana na yule dropout wa form 4 wa class 4. Lakini kuna kitu amenishangaza. Akimaliza kuongea ati anasema ati Rigiji aende akaoe Ruto. Mimi nataka kuwatangazia tukiwa hapa Changamwe, Rigiji achezi hiyo ligi yao. Mungu awabariki, asanteni. Asanteni. Changamwe hoye! Changamwe hoye! Unataka turudi tena? Tukirudi tena mtaona maajabu. Huyo ni wakili Ndegwa Njiru. Changamwe alimuuliza swali mjumbe anaitwa Mutuse. Are you with us? Are you with us? Changamwe hoye! Kalonzo hoye! Rigathi hoye! Wapi Wiper? Mimi ninajua hapa kuna uchaguzi unakuja, si kweli? Nataka kuhakikishia kwamba chama ya Wiper itahakikisha kwamba nomination ya candidate wetu itakuwa free and fair. Kwa hivyo muhakikishe hiyo. Ya pili, huyu jamaa Kasongo ametuzoea. Hajatuzoea. Kasongo ni mfisadi, si mfisadi. Ni mwizi, sio mwizi. Ni muuaji, sio muuaji. Aende asiende. Thank you. Ya mwisho, mumesikia kiongozi wetu wa Wiper amesema tarehe 25 ni siku ya Gen Z. Ni siku ya nini?
Hiyo siku najua kiongozi wetu atapatiana utaratibu ya yale yatakayofanyika. Lakini tunatangaza hapa Changamwe, hiyo siku ni siku yetu sisi na hakuna kazi, hakuna nini. Alafu ya mwisho, hii poti yenu lazima muilinde. Lazima mfanye nini? Lazima muilinde. Msikubali poti yenu iuzwe na huyo mwizi. Ametuzoea. Kasongo metuzoea. Wacha msalimiwe na kijana anaitwa Washington. Tumezunguka Kenya na yeye na mheshimu, ndio nimesema kwa sababu tumerudi, tumekuja Mombasa na yeye anatoka Nyali. Huyu jamaa tumeenda na yeye mbali sana. Sasa tunaelekea Nyali, sema tu jambo. Huyu jamaa ni mfupi zaidi. Hatujazoea kwenda na watu wafupi namna hii. Sema jambo bwana. Bwana Yesu asifiwe. Asalamu alaykum. Sisi hii serikali mnaiona hapa ndio inaundwa. Na unaona kule Nyali yule jamaa wetu, jamaa anajulikana kama Jicho Pevu. Tunataka tumpandishe, si ndio? Alafu mimi nishikilie hapo, si ndio? Ili tuangalie hii mambo yetu, si ndio? Mtatupigia kura. Mtatupandisha. Comrade power. Vijana power. Asanteni. Thank you, Doctor. Thank you. Well done. Thank you. Asanteni sana. Back to the